Kuna wale pengine kwa sasa tayari washapata watoto, tutawapatia nafasi waweze kupata nguvu kulingana na direction ya serikali ama direction ya madaktari na wazazi, tuwasaidie because these are our children na wataweza kuwa kuchangia katika maendeleo siku zijazo. Kwa hivyo wale ambao pengine ni wajawazito ama wamepata watoto watapata nguvu na wapewe nafasi, na sitarajii kituo chochote cha elimu ambacho kitakataza mtoto nafasi kwa shule eti sababu ako na mimba. Kwa hivyo tutashirikiana na wazazi, tutashirikiana na hizo institutions tuhakikishe kwamba watoto pia wamepata haki yao. Hiyo ni kama ajali tu, na pia niweze kutoa onyo kwa wale ambao wana target watoto wetu ambao ni wachanga. Hata kama unakula matunda, sukule matunda yenye imeiva. Wait for our children, let them have an opportunity to study and then wakuja wachangie maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Lakini tukiwavunja mguu kabla wamalize safari yao, that one destabilizes them. So please give the ladies, give our girls an opportunity to access education and come and contribute to the development of our county and our nation. Kama tunavyojua, serikali ilitangaza na kudirect ya kwamba wiki ijayo tarehe 4 shule zetu zote zitafunguliwa, na tuko katika hali ngumu wakati wa COVID-19, lakini kama serikali kuu tumejiandaa vilivyo. Kwanza kabisa tuko na county committee na pia tuko na kamati katika sub counties, na tayari tumeweza kutembea katika mashule kuhakikisha kwamba zile protocols zinahitajika ziko in place. Kuna mahali pa kunawa mikono, pia tunahakikisha kwamba kuna social distancing, na isitoshe kuhakikisha kwamba watoto wanavaa barakoa. Kwa kujitayarisha, kwanza kabisa nishukuru serikali kuu kwa sababu tuliweza kupata daftari 9,250 ambazo zitaongezea ama zitatusaidia kuenhance social distancing katika shule. Isitoshe, tunatembea katika mashule tukishirikiana na idara ya public health kuhakikisha kwamba mikakati ambazo zinahitajika ziko katika mashule. Na jambo ambalo tungependa kuhimiza na kusisitiza ni kwamba kuanzia Jumatatu kila mtoto ambaye anafaa kuwa shuleni atakuwa shuleni. Sisi kama kamati ya usalama pamoja na maafisa wa interior wote tutaenda katika kila shule, iwe ya primary ama iwe ya secondary, kuhakikisha kwamba watoto wanasoma, na hatutaki mtoto yeyote kuacha nyuma. Pia ni shukuru sana washikadau wakiwemo the county government pamoja na national government CDF ambao wamehakikisha kwamba wamechangia kwa njia moja au nyingine, aidha kwa kupeana tuition fees ama kutusaidia na mikakati zingine, pamoja na washikadau kama the sponsors wa mashule. Lakini pia tuhimize wazazi wako na jukumu yao ya kuhakikisha kwamba watoto wanaenda shule na barakoa, kati ya mambo ingine ambayo inahitajika. Na tuwe the social changers as families, kama jamii tukue wale ambao tunafundisha watoto wetu wakiwa kule shuleni, wahakikisha kwamba wanahakikisha kwamba wanatekeleza matakwa ya COVID-19 provisions and regulations. Kwa hivyo ninatoa changamoto ama I want to challenge na pia kuomba wazazi, viongozi na pia wakuu wa mashule tuweze kushirikiana. Isitoshe, tunashukuru kwa sababu tumeweka department ya public health iko on high alert, na pia tumeweka katika mashule, tumehakikisha kila shule iko na institutional COVID-19 committee ambayo itafanya kazi kwa karibu sana na idara ya afya na pia na zile kamati ambazo nimeongea. Kwa hivyo kama kutakuwa na jambo lolote tutaweza kutatua. Pia tumeuliza institutions zikuwe na isolation centers ambapo kama kutakuwa kwa njia moja au nyingine tumepata shida moja, we can be able to address it from the institution. Na zaidi ya hiyo tunaomba counseling departments ambazo ziko katika zile institutions zetu pia kuweza kupeana counseling kwa watoto wetu, because hii ni a phenomenal, it is a new thing within the institutions, lakini matarajio yetu ni kwamba
tutaendeleza hii program ya elimu ifikapo Jumatatu kwa njia iliyo sawa. Kwa hivyo kufikia Jumatatu tunatarajia na tuko na idadi ya kila shule ambayo mtoto anatakana, idadi za shule, na isitoshe tunajua wale watoto ambao